tunazungumza kwamba imeendelea kuiendesha SUZA na kuweza kusimama vizuri. Kwa kweli mnastahili hongera na pongezi nyingi sana kwenu, kuanzia kwa serikali lakini na kwa uongozi wa chuo katika awamu mbalimbali. Kama ilivyoanza kutokea, imeanza SUZA ndani ya Takiluki hapa, na walikuwa tunagombaniana majengo profesa, jengo hili na jengo lile pale la mbele lililokuwa chuo cha uchumi hapo zamani. Yaani tunanyang'anyana majengo hayo mawili tu. Maana ilikuwa ni kusema ni kitivo kimoja tu kimeanza. Lakini leo hii tunashuhudia SUZA imekuwa na mbawa nyingi, zimetawala. SUZA leo ndani ya Tunguu pale na makao yake makubwa. Ilikuwa ni historia, hatukuweza kudhani kama itafika. Lakini haya yote ni mafanikio ambayo tunasema yameendelea ndani ya miaka 25 ya SUZA. Kwa hiyo yani kongole nyingi kwenu nyote ambao kila mmoja kwa nafasi yake amechangia kuifikisha SUZA hapo ilipotoka mpaka kufika hapa. Dr. Lei naye alikuwa ni shahidi mmoja ambaye toka mwanzo inaanza SUZA na yeye alikuwa yupo. Mambo anayaona na mabadiliko tunaweza kuyaona. Na naamini profesa, kwa ujio wako hapa, basi tunavyozungumzia siku, yani tunavyozungumzia safari ya Kiswahili, tunaamini kwamba utaendelea na uongozi wako, lakini kushirikiana na viongozi wote ambao wamo ndani ya SUZA, wahadhiri, wafanyakazi na wote, basi safari yetu ya Kiswahili ndani ya SUZA itakuwa na nafasi zaidi. Robo karne si miaka kidogo, ni miaka mingi ambayo kwa maendeleo ya mtu, manake ni mtu mzima tayari. Ameshaolewa, ameshapata watoto, ama ameshaoa, ameshapata watoto kama Mungu ameshamjalia, lakini make tayari ameshakuwa mtu mzima. Kwa kama ni mtu mzima tunataka tumuone akisimama vizuri. Na mojawapo sisemi kama, lakini ili jengo tulilosimama hapa kama ambavyo liliweza kulea SUZA inaanza na ikaweza kutoa hawa ambao walitoka, basi profesa ni kuombe na uongozi wako mpya, basi hii taasisi ambayo ilikuwa katule tunasema ndio ambayo SUZA ilianza hapa, na hii kizingatia iko mjini, lakini Mheshimiwa Rais anazidi kuipa hadhi huu mji kwa kujenga barabara hizi, yani zinajengwa ili kuwe na hadhi zaidi. Manake hadhi ipo lakini hadhi zaidi, basi ni mabadiliko ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya huko nje, tuombe nayo yaingie ndani ya jengo letu hili la Takiluki. Kwa hiyo tunashuhudia SUZA na programu mbalimbali. Dr. Masudi mazizungumza, lakini tulizoea tuko nyuma tu, degree ya kwanza imeisha. Tena ilikuwa tu art na science only manake. Dr. Miza, si ndio? Art na science tumemaliza. Lakini sasa hivi tunashuhudia kwamba SUZA inatoa mpaka PhD. Kwa kweli si safari nyepesi. Hongereni sana wale ambao mlihitimu kupitia SUZA PhD zenu, Dr. Zainab, Dr. Masudi na wengineo, Dr. Mwanahija Umo, Dr. Sade, Dr. Ulfa. Najua ulianza kule kwa kumalizia kwa huku sijui, lakini mradi unacheza humo. Lakini ni kwamba safari yenu manake imeunganishwa na SUZA, ni faraja kwetu. Hatukwenda kusoma mbali, tulisoma tukiwa nyumbani. Kwa hiyo inshallah maendeleo haya tuendelee kuyasimamia, lakini pia nimefarajika na ile ambalo lilisemwa hapa na profesa naibu makamu mkuu wa chuo masuala ya taaluma. Ulisema kwamba tunakwenda katika kuanzisha program ya kufundisha Kiswahili kwa wageni kwa kutumia njia za tehama. Kwa kweli ni mafanikio makubwa ambayo SUZA tumekuwa tunayaendea na tunayasogelea. Kwa hiyo hii imejidhihirisha kwamba SUZA ni katika moja ya vituo muhimu vya ukuzaji wa Kiswahili katika ufundishaji, utafiti, uchapishaji wa kazi za kitaaluma, usimamizi wa tafiti za shahada mbalimbali na maandalizi ya wataalamu wanaohudumia sekta za elimu, utamaduni na maendeleo. Kwa kupitia Skuli ya Kiswahili na Lugha za Kigeni pamoja na vitengo vyake vingine, chuo kimepanua ushirikiano kama ambavyo umetueleza hapa na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Kwa kweli hongereni sana SUZA, na tunaendelea kuamini kwamba SUZA ndiyo kitovu cha maarifa kinachoendelea kuchangia maendeleo ya Zanzibar na Tanzania, lakini pamoja na ukuaji wa Kiswahili katika jukwaa la kimataifa. Basi SUZA ina mchango mkubwa sana, na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi inatambua mchango ambao unafanywa na SUZA, na tunakupongezeni sana katika hili. Na Mheshimiwa Rais siku zote amekuwa akisema anataka kuiona SUZA, sababu ndio mwenyewe mkuu wa chuo, anataka kuona ile kauli mbiu kama tulivyosema mwanzo basi inaendelea kuishi kwa vitendo. Kwa hiyo profesa ama maprofesa
mlioko hapa, majua nyinyi ndio ambao mmeshikilia SUZA na uongozi wenu wote, management yenu ambayo hapa ipo naiona, basi kuteuliwa kwenu manake ni katika kuona azma na nia njema ya serikali yetu kupitia kwa Mheshimiwa Rais, mnaendelea kuisimamia vizuri sana. Na mambo mengi namba ni ndio hivyo, mwingine ni ruke. Hii ndugu washiriki, naomba nizungumzie moja wapo ya pale ya mafanikio ambayo tunazungumza Kiswahili tunaendelea kuyaona. Lakini kuna hii changamoto ambayo imekuwa kitukabili katika karne ya 21. Katika ile changamoto ya SUZA katika karne ya 21 ya kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaendelea kuwa sehemu ya mapinduzi ya teknolojia na uchumi wa maarifa. Yaani hili linahitaji uwekezaji wa makusudi katika teknolojia, uchakataji wa lugha asilia, programu za elimu na matumizi ya Kiswahili katika akili unde. Katika jambo hili, taasisi za elimu ya juu zina wajibu wa kuongoza mabadiliko haya kwa kufanya tafiti na ubunifu utakufanya lugha yetu iwe na uwezo wa kushindana na kutumika kikamilifu katika mifumo ya kisasa ya sayansi, teknolojia na mawasiliano duniani. SUZA hili pia ni la kwenu. Katika risala yenu mlizungumzia changamoto ya uhaba wa ile teknolojia, lakini naomba nitoe habari njema ambayo sote tunaisikia kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika muundo wa wizara ambazo ameziunda ndani ya awamu yake hii ya pili, kipindi cha pili, awamu yake yani ya 8 kipindi cha pili, ameunda wizara ya teknolojia, habari na ubunifu. Lengo la wizara hii ni katika kuwa na masuala ya teknolojia yote tunaenda kushirikiana nao vizuri katika kuwa na mifumo na mambo mengine, basi tunakwenda kukua zaidi. Niombe kutoa wito kwa SUZA, mtu shirikiane na wizara hii ili kuona na sisi sasa tunapata kusaidia utaalamu kwenye masuala haya ya teknolojia. Serikali imeanzisha wizara mpya, mambo yake ni mapya, kuna mambo mengi mazuri ambayo amekuwa akiyafanya na mchaguliwa viongozi yani ambao wanatokana na kada ile masuala ya teknolojia. Tushirikiane nao katika kuona wanatusaidia ili kuisogeza SUZA kwenye masuala mazima ya matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo katika muktadha huo, vyuo vikuu visijione kama ni vituo vya kufundisha pekee, yani bali vijione kuwa ni maabara za kuzalisha maarifa, ubunifu na suluhisho kwa changamoto za jamii. Ninatarajia kuona tafiti zenye mchango wa moja kwa moja katika matumizi ya Kiswahili ndani ya akili unde, diplomasia ya lugha, utawala, biashara, utalii na maendeleo endelevu. Tuweze kusaidiana pia na wataalamu wetu wa kompyuta ambao tulionao wa ndani, lakini hata wa nje ya SUZA, tushirikiane nao katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinachotumika katika mitandao, katika hizi teknolojia, basi kinakuwa ni Kiswahili sahihi. Na kuna juhudi za serikali kupitia yani wizara pacha yetu pia katika kuona kwamba Kiswahili kinachotumika katika mitandao, katika meta na mambo mengine, basi kinapata kutambulika na kutoa fursa kwa vijana wetu ambao wamekuwa wakijihusisha na katika kutoa yani mchango wao kupitia nyanja hiyo. Kwa hiyo maarifa yanayozalishwa vyuoni yanapaswa kugeuzwa kuwa sera, teknolojia na ubunifu ili kuinua hadhi ya Kiswahili na kuongeza mchango wake katika maendeleo ya taifa na ushindani wa kimataifa. Aidha, naomba kutoa wito mahususi kwa vijana wetu ambao hapa ndani tunao lakini huko nje wanaendelea kutusikiliza, ni kwamba waione lugha ya Kiswahili kama mtaji wa maisha na sio somo tu la darasani pekee. Profesa Makamu Mkuu wakati anazungumza alikuwa anazungumza masuala ambayo anaona kwamba tunakwenda kuitoa lugha sio tu kama somo tunalisoma likamaliza, lakini iwe Kiswahili chetu kwamba kituvushi, yani ile katika kukibidhaisha, basi tufaidike nacho katika swala zima la uchumi. Dunia leo inahitaji wafasiri, wakalimani, wataalamu wa teknolojia za lugha, waandishi, wachambuzi wa data za lugha na watafiti. Kama tulivyokuambieni juzi kule UNESCO kwamba Kiswahili ndicho ambacho kilitumika, manake kuna nafasi ya wakalimani. Na nikupeni siri moja, kuna tukio moja lilichelewa kufanyika kwa sababu anasubiriwa mkalimani alikuwa hajafika. Hebu uona manake kwamba kumbe alikuwa anategemewa mtu mmoja. Maana Mungu angempa mtihani wowote, manake mambo yangekuwa hayajenda kama yalivyopangwa. Kwa hiyo ni kuna nafasi ambazo tunapaswa kuzichangamkia, na hii sasa SUZA na sisi tulikuwa tunazalisha wataalamu hawa, basi tuwapike wataalamu wetu katika hilo vuguvugu lote ambalo tumekuwa tukilipeleka. Tunaelewa changamoto ambazo tumezungumza hapa, lakini naamini chini ya uongozi mahiri wa Profesa Said na timu yako, basi mambo haya
mtaweza kuyasimamia. Changamoto ya uhaba wa fedha